tumekusanyika kwa wale wadau wengi wa elimu ambao wanahakikisha kwamba sekta yetu ya elimu inaendelea vizuri. Na katika kikao hiki tumekuja na mawazo zaidi ya kuboresha elimu yetu nchini. Tulikuwa tuna masuala yanayoweza kuangaliwa, kwa mfano uongezekaji wa walimu na namna ambavyo wanaweza wakasaidia katika maeneo mbalimbali nchini, hasa maeneo ambayo yana uhaba wa walimu. Lakini kuna masuala ya kielimu ambayo yalikuwa yanahitaji mawazo ya wadau wengi. Kwa hiyo kusanyiko hili ni la tija mno kwa serikali, kwa kuwa linaongeza namna ambavyo elimu nchini itakavyoweza kuongezeka au itakavyoweza kusimamiwa na kuongezea masuala mengi mazuri. Tuna mwongozo wa kuweza kuelekezana kokote kule katika nchi ya Tanzania, kwa maana kwamba popote walimu wakifika, kuna wakurugenzi wa marasi wanawapanga hawa walimu kulingana na mahitaji ya kila mkoa. Kwa kila mkoa haupo mkoa utakaoachwa nyuma, kwa maana ya kupata walimu watakokuwa wametumwa. Kwa hiyo walimu hawa wanapotumwa, wanapofika kwenye mikoa, wanakutana na wakurugenzi wamejipanga vizuri kwa ajili ya kuwapeleka sehemu ambako kuna mahitaji makubwa zaidi. Kwa hiyo kujipanga kwa serikali imejipanga kuhakikisha kwamba kila mwalimu anafika kula ambako kunakohitajika. Hawatajirunda mjini kulingana na mahitaji ambayo yanahitajika. Hapa tumekutanika wadau wa elimu Tanzania ambao tuna kitu kinaitwa midterm review, ni kama tathmini ya partnership. Tuna makubaliano kama partners ambao tunasupport elimu Tanzania. Na haya makubaliano tuliyatengeneza tangu mwaka 2021-22. Kwa hiyo kuna areas ambazo tumekubaliana kwamba hizi ndio key kutokana na changamoto ambazo tunazo kama nchi kwenye sekta ya elimu, na tunafanya tathmini ya kuona kwamba tumeendaje, tumefikia wapi na wapi tunatakiwa kuboresha au kufanya vizuri zaidi. Kwenye hii tathmini tunachoangalia, kwa sababu tuna priorities 3 ambazo tumejiwekea. Priority ya kwanza ni kuimarisha teacher workforce planning and management. Mipango ya kupanga kuwa na walimu, kuwa manage walimu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunamwangalia mwalimu tangu anapokuwa recruited, tangu anapoajiriwa mpaka anapoondoka. Na tumeangalia hii kwa sababu wakati tunaanza kudesign huu mradi, tulikuwa na changamoto ya uhaba wa walimu, hasa kwenye sekta ya primary na sekondari. Kwa hiyo tunaangalia sasa, tunatathmini tumeendaje, tumefikia wapi, je, tumeweza kuisaidia serikali au hapana. Lakini eneo lingine ambalo tunaangalia pia ni mazingira ya kujifunza na ufundishaji, teaching and learning environment, kwamba kwenye mashule kukoje, kuna changamoto zipi. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama uhitaji wa vitabu vya walimu. Nadhani juzi hapa mmeona waziri mwenyewe akisisitiza kitabu kimoja mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tumekuwa tukipush kama partners kuhakikisha ya kwamba mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji wa watoto wetu yanaboreshwa na kuwa mazuri. Lakini jambo la mwisho ambalo tumekuwa tukilitathmini ni masuala ya jinsia. Jinsia tukiwa tuna maana jinsia and inclusion. Tukiwa tuna maana ya kwamba tunapoangalia performance kwa mfano ya watoto wa kike, ukiangalia shule za msingi wako wengi, sekondari wako wengi, lakini tunavyoendelea kwenda juu unakuta hiyo namba inapungua. Kwa hiyo tunaangalia jinsia kwenye maeneo hayo, lakini tunaangalia pia jinsia specific, tukiangalia walimu, viongozi wa kike, je, tunao wa kutosha. Lakini tunaangalia pia na inclusion, kwa sababu ajenda yetu ni kwamba hatutaki kumwacha mtoto yoyote nje ya sekta ya elimu. Kwa hiyo tunaangalia hata watoto wenye uhitaji maalum, je, wanapata vifaa vyao, wana walimu wa kutosha, wana kitu gani ambacho wanamiss, ambacho wazazi wanauelewa ya kwamba ni muhimu kuwapeleka hao watoto shule. Kwa hiyo hizo ndio tathmini ambazo tunazifanya na kuona kwamba tunashirikianaje sasa. Hatumwangalii serikali kama serikali, lakini tunajiangalia sisi kama partner. Kuanzia wadau wa maendeleo, tukisema development partners, mashirika tofauti, lakini tunaangalia serikali, lakini tunaangalia na civil society organization. What is their contribution? Ushiriki wao ni upi katika kuhakikisha kwamba sekta ya elimu inafanya vizuri na kufanikiwa sawasawa na makubaliano ambayo tuliwekeana mwaka 2022. Tumegundua kwamba kuna donors wengine ambao si sehemu rasmi ya kundi letu, lakini wanatoa mchango mkubwa sana, ambao katika lugha nyingine wanayoita social corporate responsibility. Wanatoa mchango kwa kupitia social corporate responsibilities.
Unakuta kama mtu mwingine labda ana tours, yupo kwenye maeneo kwenye kitongoji fulani, anachangia ujenzi wa shule, anachangia kujenga choo, anatoa vifaa vya shule, vifaa vya elimu. Kwa mfano kuna mdau mmoja amejenga shule 5 za msingi na sekondari, yupo lakini hayupo kwenye kundi letu. Sasa katika tathmini yetu tumegundua kwamba kuna watu kama hao. Sasa sehemu mojawapo ya kazi yetu hapa sasa ni kuangalia kwamba je, watu kama hao ni vipi ambao tunaweza tukatambua mchango wao, tukawathaminisha, lakini tunaweka wapi? Kama yeye kwa mfano ni tours lakini amechangia kupitia NGO na amechangia upande wa elimu, inabidi tutambue mchango wake, lakini sasa swali na kuwepo ni kwamba anakuwa regulated vipi? Anaweza kawa anatoa mchango lakini akawa anatoa na masharti. Na wengi wamekuwa hivyo, anasema mimi natoa mchango lakini sharti langu ni ABC. Kwa mfano mwingine anasema shule inayojenga itakuwa English medium. Sasa unaweza kaona ajabu kwamba huko walikoenda kujenga shule English medium, kuna watoto wanatoka kule wanafuata shule za serikali. Kwa hiyo wanatoka huko. Alafu kuna watu wanatoka huku mjini wanafuata ile English medium. Kwa hiyo basi linapishana na wenyeji. Sasa unakuta kwamba tunasema kidogo inaita changamoto, kwa sababu sasa unajenga matabaka. Na sisi lengo letu ni kwamba elimu iweze kumfikia kila mtoto. No one should be left behind. Kwa hivyo tunapojenga ubia na serikali ni kujaribu kuhakikisha kwamba kuna ule usawa ambao wanaita equity. Kila mmoja aweze kupata elimu, kila mtoto aweze kupata elimu, kila mtoto aweze kupata vifaa vya elimu. Kama mtoto ana changamoto labda watoto wenye mahitaji maalum waweze kupata hivyo vifaa. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.